guys, mambo vipi? I hope wote mko poa. Jina langu naitwa Leila. Karibuni sana kwenye channel yangu. Kama wewe ni mgeni, please subscribe. Inahusika na masuala ya kutunza nywele. Namna gani ambavyo unaweza kutunza nywele yako kuifanya ijae vizuri, isiwe dhaifu, ing'ae, ivutie na ikue vizuri ikiwa na afya. Some vlogs about my lifestyle and so forth zote zipo kwenye channel yangu. Karibuni sana, naomba mnifollow pia kwenye Facebook page yangu. Jina langu naitwa Leila OB7. Same goes to TikTok, natumia Leila OB7. Instagram natumia Lay Collection. Karibuni sana. Guys, leo nataka kuonesha tips muhimu sana namna gani ambayo unaweza kuweka dawa kwenye nywele yako kwa usahihi, na baada ya kuweka dawa unatakiwa ufanye nini. So guys, let's go and watch. Kitu cha kwanza kabisa, lazima uwe na dawa ya nywele ambayo unataka kutumia. Yes, mimi nilitumia olive oil ya boxi. Dawa hiyo kwangu mimi ilikuwa inaitwa regular. So kwa wale ambao mna nywele laini, mnaweza mkatumia olive oil regular. So hapo nilikuwa naichanganya dawa yangu, na baada ya kuichanganya, hatua muhimu sana ambayo inaofuata ni kupaka mafuta kwenye nywele. Yes, unapaka mafuta mazito ya mgando kwenye nywele ambayo ina dawa. Paka mafuta mengi kabisa kiasi kwamba hata dawa ikigusa nywele hiyo isiharibike wala isipate dawa kabisa. Baada ya kupaka mafuta, utaanza kuweka dawa yako. Mind you, dawa unaiweka kwenye nywele ambayo haina dawa, yaani nywele ambayo iliyootea peke yake. Na hakikisha wakati unapaka dawa yako usipake chini ya ngozi, yaani paka dawa kwenye nywele peke yake, isifike chini ya ngozi, pia isifike kwenye nywele ambayo ina dawa. Utapaka hivyo taratibu kwa uangalifu, ukiangalia nywele yako ambayo ina dawa isiguse dawa. Na huko wakati kwa kuwa ushapaka mafuta, hata ikigusa dawa kidogo inakuwa sio mbaya, lakini jitahidi upake dawa kwa uangalifu mkubwa. Ukimaliza kupaka dawa, kitu ambacho utakachoweza kufanya, unatakiwa ukae kwa dakika 5. Kwa wewe ambaye unataka kupaka dawa kwa system ya Tex Relax Hair. Baada ya hapo utaosha dawa yako kama mimi hapo nilivyokuwa nafanya. Kisha utaosha kwa kutumia neutralizing shampoo ili kuondoa dawa yote kwenye kichwa. Ukimaliza shampoo hiyo, unaweza ukaamua kutumia shampoo yako nyingine ambayo ulionayo. Hiyo inaitwa shampoo laini. Yes, mimi nimetumia hiyo kutoka Sheme Organic. So hapo ndo nilikuwa naosha nywele yangu. Baada ya kumaliza kuosha nywele yako na shampoo vizuri, hakikisha unafanya steaming. Mimi nilifanya hiyo, ilikuwa ni steaming ya moisture. Unaweza ukafanya steaming ya moisture ili kuweka unyevu zaidi kwenye nywele yako, au ukafanya steaming ya protein ili kusolve damage kwenye nywele yako. So, kama una protein ni vizuri zaidi kwa sababu utaenda kusolve damage ambayo imesababishwa na relaxer. Baada ya hapo utavaa kofia. Mimi nilivaa hiyo ni steaming cap kwa sababu nipo nyumbani natunza nywele yangu nyumbani. Lakini ukiwa saluni unaweza ukaingia kwenye steamer. Na baada ya lisali 1.5 nilikuja kwa ajili ya kuosha steaming yangu. Vipenzi vyangu, steaming unaiosha bila kutumia shampoo. Yaani unaiosha na maji ya kawaida tu. Na ni vizuri zaidi kama unaweza usioshe yote kabisa, isiishe yote, ikabakia kidogo ili kuendelea kukulindia nywele yako. So baada ya kumaliza kuosha nywele yako na maji ya kawaida, utapaka leave-in. Hii ndio huwa mara nyingi watu wanakosea. Baada ya kumaliza kuosha steaming, watu huwa wanaenda kublow dry nywele zao. Vipenzi vyangu, blow dry sio nzuri. Kuchoma nywele kunaharibu sana nywele. So mimi huwa nikimaliza kufanya steaming nazifunga nywele zangu mabutu mwenyewe. Natumia hiyo inaitwa style mousse. Nitatumia hiyo ili kunifanya nywele yangu isiwe na harufu, inukie vizuri, ing'ae, ivutie na inisaidie kunipatia nywele yangu mawimbi siku ya pili nitakapoifumua nywele yangu. So, si vizuri sana kutumia moto kabisa, yani ukiwa unataka kufanya steaming au ukimaliza kufanya steaming yako, usitumie moto, means usiblow dry nywele yako wala usiingie kwenye dryer. Baada ya hapo unapaka mafuta. Mafuta inaenda kuseal moisture. Yaani ile moisture ambayo umeiweka kwenye nywele yako kwa kutumia leave-in conditioner, pia kwa kutumia steaming uliyoifanya, mafuta yanaenda kufanya nywele yako iendelee kuwa na unyevu kwa muda mrefu. So hiyo ni siku ya pili ambayo nilikuwa nafumua nywele yangu. Naomba uendelee kuangalia.
Sitaki kuongea maneno mengi kwani video inajieleza. Mnaona hiyo video jamani, sijaingia kwenye dryer wala sija blow dry nywele yangu. Nywele imekauka yenyewe, lakini mawimbi ambayo watu tunatafuta kukukaa kwenye dryer, hayo hapo unayoona ni mazuri, yanavutia. Na hapo sijatumia moto kwenye kuharibu nywele yangu. Nimetumia tu Style Moss ambayo imenisaidia kuweka mawimbi kwenye nywele yangu. So guys, msipende kutumia moto. Moto unaharibu sana nywele zetu. Hiyo ndio procedure ambayo nimefanya. Okay vipenzi vyangu, nadhani mmeona video nzima namna gani nimefanya kabla ya kuweka dawa. Nitasummarize kwa kifupi sana. Unatakiwa kabla ya kuweka dawa upake nywele yako mafuta mazito, nywele ambayo tayari ina dawa. Kitu cha pili, unatakiwa uweke dawa kwenye nywele ambayo haina dawa tu. Usiweke dawa, usirudie kuweka dawa kwenye nywele ambayo tayari ina dawa. Kitu cha tatu, wakati unaweka dawa, hakikisha upaki dawa kwenye ngozi. Ipake dawa kwanza kwenye nywele tu ambayo inatakiwa kupakwa dawa. Baadaye katika kuchanganya unaweza ukagusisha ngozi, wakati huo haitakaa muda mrefu sana kwenye ngozi yako ili kuepuka kuungua na dawa. Na baada ya kuweka dawa, unatakiwa ukiosha nywele yako ioshe na neutralizing shampoo ili kuondoa dawa yote kwenye nywele yako. Na baada ya hapo unaweza kuosha na shampoo yako nyingine laini ulionayo. Baada ya kumaliza hivyo unaweza ukafanya steaming. Ni muhimu sana ufanye steaming ya moisture au steaming ya protein. Na baada ya kumaliza usiblow dry nywele yako. Vipenzi vyangu, hii ni muhimu sana. Usiblow dry nywele yako. Suka nywele yako kama ni ya mkono au ni ya mabutu au ni rasta bila kutumia moto. Utakuwa umesaidia sana nywele yako. Until next time, mimi nawapenda sana. Bye guys. Msisahau kunifollow kwenye social media, my other social media accounts. Bye.